harakisha. Chishi Afrikana na baba. Nzuri. Kutafuta Prosper. Prosper kwa kwake tu hata hivi ndio nimemaliza kumnyoka hivi. Wewe unaweza kumnyoka? Sai tu. Umeniambia kuna wanawake. Sura zako na wanawake. Kuna wanawake pale. Wanawake wapo by the wanawake sasa I think I'm massage. You know. Wanahitaji massage. Massage. Kwa massage kufahana unatoa hivyo. Brother. Sasa. Lakini afili poa sana. Sitafanya kuja daily hapa. Nasikia kama mwili kangu kamekaa kama mtoto mdogo. Lakini naweza kuwa nakuja. Imeisha. Unasema bro. Kwani? Ni kubwa sana huko by the way. Pepe. Kwani umefika hapa aje wewe? Ulikuwa unajiona mjanja? Hai? Ulikuwa unajiona mjanja sana. Na umetoka kufanya massage na huyu Charlie? Kwani wewe umetoka kufanya na ng'ombe? Hii mambo siwezi kubali. Umekuja kufanya na mwanaume hapa massage wewe? Unanikelelesha mimi? Nakwambia umekuja kufanya massage na mwanaume hapa wewe. Huyu ni nani anakufanyia massage? Kwani nani ajui kama tunafanywa na demu hapa kwa kiasi? Na sisi nani ajui tunafanywa na boys? Hii mambo siwezi kuelewa. Umetoka massage na huyu jamaa? Wacha nikwambie. Umetoka massage na huyu jamaa, niambie kwanza. Na kama nimetoka kuogelea. Yaani unataka kuniambia ulikuwa na huyu jamaa kwa massage? Na ni wewe unanilipa. Unafanywa massage na huyu jamaa? Baby nini unataka kuniaibisha mimi mama mwenye unataka? Sitaki kuelewa. Umetoka massage na huyu jamaa? Baby. Umetoka massage kufanywa na huyu jamaa? Baby unalikasirikanga tu bure tu na ni massage. Nasema umetoka kufanywa na mwanaume? Kwani hao mafanywa massage na nani? Sasa mimi kwani hujui kama nafanywa na wasichana? Kwa hivyo mimi nifanywe na nani? Singeambia wewe msichana akufanyie. Kwa nini hujafanywa na boy? Ati sijafanywa na boy. So ufanywa massage na boy. Usiniambie tu kama ulikuwa massage na huyo jamaa. Nilikuwa anapinya mgongo vizuri by the way. You know how to do this. Wewe. Wacha kukwambia. Wewe babe wewe. Hivi sasa enda na huyo mwanaume. Nitaenda. Mwenye amekufanyia massage. Ndio unanipeana. Chukua tu yeye. Roho safi tu. Chukua yeye. Sawa. Kae na yeye. Sawa. Mimi simtaki tena. Jaja nikupatie yangu. Ati unipashi yako nini tena? Chukua huyo dembe wewe enda na yeye. Nimekupatia boyfriend. Kwenda. Nakwambia wewe usiniingilie kwa nyumba tena. Unanitukana. Chukua nimekupea bibi. Roho safi tu. Nimeenda. Baby nakupenda. Nakwambia usinipate. Usinipate tena. Usinipate. Au kumbuki baby. Au kumbuki vile unakulanga food mbili kabla Sasa tena mambo yako. Unaniacha. Nakwambia hata usifike home kwangu. Unakumbuka vile nakupikianga food mbili. Guys. Prosper unaniletea mimi kwa Papa unaona Prosper na leo umenileta hapa Prosper. Guys. Papa unaona vile unacheka na niko na uchungu Papa. Unacheka. Papa unacheka. Kigusa machungu kweli na naona nimewachwa Papa. Guys. Twende ukanitetea. Sasa ni nini nafanya ulie? Unacheza uongo hivi nampenda. Na kitu yenye unapenda. Unapenda vitu mnono kama mimi. Sasa uko na kitambi bro. Paka. Nipeleke kamera. Ndio utafuta mifupa yako. Boy wangu unaita mfupa. Hata wewe unanipaka. Kuna boy wangu unaita mfupa. Kuja twende. Guy. Hapa. Ya, ni hapa. Baba. Sema. Kwa sawa?
Yeah, fresh kabisa. Ndio nilikuwa nataka sasa. Yeah. Wale watu wao kuniosha wako? Yule mrembo haizi kosekana. Hapo tu. Ndio huyo. Najua kazi yake sana. Yeah. Najua kazi yake. Sababu yake anaipenda sana. Yeah. Tabidi umeingia. Sawa. Jesse? Yes. Custom. Karibu Ah, customer. naje? Poa. Unaweza toa sweta. Sweta. Okay. Oh. Unaweza keti tu hapa. Nikuwekee sweta hapa. Okay, sawa. Unaweza keti vizuri. Okay. Oshe. Kidogo. Akiwa anafili vizuri ukiniosha. Thanks. Asante. Nasikianga naweza kuja kinyozi daily. Hey. Poa. Nafurahianga client akiwa anafurahia kazi yangu. Alafu anani compliment. Huwa nasikia poa sana. Mwanzo nimeona leo umekuja kwa smart. Ati anamwambia yeye ni mrembo. Eti anavaa vizuri. Thanks. Okay. Bisi kwa sawa kweli. Tini. Sawa. Huwa nafurahia nikupata hapa nikija kunyolewa. Hiyo ni poa. Najua nikipata kama huko hapa siwezi hata keti. By the way utanipenda. Hey baby, that's enough. Ni hivyo. What? Hii imetosha. Ni nini yenyewe yako usijeti vile una. Kwa nini mkono zake ziko na nini? Osha kama umenyamaza. Baby, wewe unajua kazi yake ndo namwambia. Enough. Hiyo kuosha imetosha. Wachia hapo. Mpanguze twende home. Ngoja kidogo, sabuni haijatoka. Kuja na mabibi kwa kinyozi. Mba ingine hii. Tumezoea. Acha tunyamaze tu nitoke. Okay. Njoo uketi hapa. Okay, asante. Haya. At least mtamekuwa na loko. Tanichoma hizi ndevu zangu Yeah. Guy baby, kwani bado si umemaliza kuoshwa? Oh, sorry, kidogo tu. Namalizia tu sasa hivi. Sijali kidogo tu. Yeah. Kidogo tu. Sasa ni nini hiyo unamfanyia? Hivi ndio process lazima tutengeneze shati yake tukiweka nini? Anakisha. Unafurahi tu kumshikashika hapo. Sijali. We, wacha kuingiza mkono hapo. Ni huku kwa kichwa ama ni amenyolewa shingo ama mabega ama kichwa? Hivi ndio huwa tunafanya madam. Usimshike hapo. Hii ni kazi yangu. Lazima nifanye hivi. Baby wewe.
Hivi ndio unakujanga kinyozi kila siku kushikwa, si ndio? Haina shida basi. Naongea na unaendelea Madam, hii ni kazi yangu. Fanya masaji kwa kichwa. Kazi yako gani? Hii ndio kazi tunafanyanga na hii ndio kazi nalisha nayo watoto wangu. Nimekuja Nairobi kuhustle madam. Excuse me. So lazima nichape job yangu venye inatakikana. Uko na kiherehere. My friend, Sina kiherehere madam. Sugar boy, are you getting me? Sasa fanya hivi. Shika hapa, fanya hapa. Madam, achana na mimi na uache kunisumbua. Hebu kakae pale. Unataka nikuachie yeye? Unataka ni Baby listen. Wewe huyu demu ukiwa pale nimekusikia vizuri sana. Vile sijui nakujanga hapa kwa sababu yako. Ndio maana mimi nashangaa unanyolewaje kila after 2 days umekuja kunyolewa, hata nywele ijamea huko kando umeshakuja kunyolewa. Tena unamwambia eti ako smart. Listen. I'm tired. Juzi nilikuwa na Kanono ni ukaniambia sijui nini. Leo tena sijui ni huyu. Sasa huyu ni nani sasa? Seriously? Acha afanye kazi yake. Mpaguze. Hii ni kazi yangu. Hii ni kazi yangu madam. Na kupanguza. Tunaenda. No. Hakuna cha service hapa. Hakuna. Amka twende. Basi wewe. Ni hivyo. Amka twende ala. Listen, ukiona huyu chanyangu amekuja hapa, unatoroka kama umeme. Amka, siwezi toroka. Maana uniklant. Unapaka spirit. Baby, hakuna cha spirit. Nipatie spirit nipake. Serious. Ni hivyo. Twende choe. Niko wapi sweater? So yake iko hapa. Nipatie sweater. What is this? Vaa sweater tuende. Ukimuona unatetemeka. Ukimuona hivi unatetemeka. Wapi ile simu yangu? Twende, wachana na ulipe nini? Lipa tuende. Nimemharibia kazi yake. Kazi wewe ndio nimema Afanye kazi yake kweli. Afanye kazi yake ni wewe. Akudare, akushike. Hiyo ndio kazi yake. Service yake kuanzia leo. Hiyo ndakunyoa na kijembe. Ndakuwa na kunyoa na kijembe. Sorry. Wapi simu yangu nitumie pesa? Lipa. Unaweza tuma kwa ile namba. Hiyo namba ni yako ama ni ya hapa? Ni ya job. Yes. Tuma kwa hiyo namba. Angalia vile unatetemeka. Unatetemeka kwa sababu unajua kitu unafanya. You are shaking. Nani? Jesse. Yes? Hebu nione. Kwanza nikusomee nione. Imeleta Winnie. Unaitwa nani? Mimi naitwa Jessie. Hiyo ni jina ya boss wangu. Oh, sawa. Thank you. Yeah. So, twende. Wacha kumwambia mtaongea. Kai baby mnaongea nini sasa? Nikuone tena hapa. Karibuni tena clients. Ati karibu what? Unasema asante. Kuja hapa. Si nini tena? Nimekupea yeye, unasikia? Tunasema asante. Listen now. Simama hapo. Unaona hiyo boxer umevaa? Unaona viatu na socks? Huyu mwanaume hakuna kitu wako nao. Kila kitu ni mimi namvisha. Utawezana na yeye? Utaweza kumlisha? Maana hawezi kufanya kazi. Pesa za kunyoa mimi ndio nimempea. Unasikia? Listen, nimekuacha. Sikia. Tumefika. Nilikuwa nimekupromise nitakuleta place nzuri hapa tukuje kuongelea. Sasa ndio hapa tumefika. Unaona kumekaaje hapa? The place is good. Hakuna watu wengi. Yeah. Okay, sasa wewe tunafanya nakwambia uniamini. Niamini mambo na hii mambo nafanya yote
Nijua nakupenda. Nakupenda kabisa. Sana. Na lazima tuoane before hii mwaka ishe. Hata mimi nakupenda. Niko ready kufanyia kila kitu kwa maisha unataka. Lakini wewe bibi yangu. Sasa nitakuwa bibi yako. Okay, hiyo sasa ndo nataka. Wewe nikubali, niamini, alafu kuwe mpenzi wangu. Na usisikize maneno ya wengine. Sikize maneno ya wengine. Unawajua kuna watu wengine hapo wanashinda wanakuambia huyu jamaa anakudanganya. Lakini niamini. Nakuamini sana. Trust wewe. Kila kitu nakufanyia kwa maisha. Nataka unipromise kitu moja baby. Okay. Will you marry me? Yes, I will. Baby. Napenda wewe tu. Hata mimi napenda wewe tu. Tumekuja kunywa kachai hapa mama. Eti chai? Chai. Kwani nikuulize wewe, asubuhi si ulitoka ukienda college ama? Nilikuwa naenda mama. Alafu nimekuja tu nimesema acha nipitie hapa nikunywe kachai tu mama. Na huyu ni nani? Wewe. Wewe tunasoma tuko shule moja tulikuwa tumesema tupitie hapa tukunywe chai. Habari yako msichana? Poa. Unasoma wewe? Mimi kwa shule. Labda mnafanya nini? Mama, tumepitia tukunywe chai tu mama. Kachai tu tunakunywa alafu tuende shule. Prosper. Mama. Hii ni tabia gani jamani? Ni chai tu tunakunywa tu mama. Asubuhi uliamka vizuri. Nikakutayarishia chai. Yaani gari nimekuachia. Funguo nimekupa. Na bado unatakaje lakini wewe mtoto? Mama. Huyu sister alitoka kwa nyumba kama hajakunywa chai tu nikapitia hapa tunywe chai alafu tuende tunaenda shule. Na mkishikana hivi, kwani unafikiri sikukuona mimi? Ni tabia gani? Wewe ndio mtoto kijana peke yako. Na kufundisha uje unisaidie. Hizo pesa zangu ninaharibu, unachukua pesa ukinidanganya ma school fees, ni haya mambo nafanya. Jioni utanipa ufunguo wangu ya gari. Unasikia? Sorry mama, I'm sorry. Ni sawa? Sorry mama. Ni sawa. Sawa. Fanyeni vile mtafanya, mkimaliza uniite. Msio na haraka. Ni sawa? Hakuna cha kusoma sasa hii leo, mko off. Mimi niko kwa meeting zangu. Endeleeni. Unasikia msichana? Sawa. Hata sio na wasiwasi. Endelea tu. Sorry mama. Eti sorry mom. Sorry for you. Ukatu. Prosper. Mimi naona ni kijana ambaye utakuja nisaidia. Unanidanganyanga kila siku mwanangu. Unatakaje lakini? Mafuta nakujazia. Mimi na mwana pale unatumia gari yangu. Mimi mwenyewe natembea mguu. Na kupatia wewe usome. Kumbe na karibu. Haya, msinicheleweshe. Enjoy yourself. Sawa? I'm coming. Nonsense. Mashughuli pia kila siku dadangu. Uko kwa nyumba.
Oh, sasa Swaiba bibi, nakutaka kwa haraka. Hakuna jambo baya. Uko wapi kwani wewe? Nakwambia niambie tu nikwambie mahali niko. Niko Mountain View. Hapo ndani niko tu hapa nje na kungoja. Bibi nakwambia kuna kisanga. Na sitaki kukwambia kwa simu. Usije ukanitambea bibi. Nataka ushuhudia mwenyewe na macho yako. Upo. Sikisanga kibaya njoo nawe bwana, ukiitwa basi maneno mengi nakwambia jitayarishe uje, mimi niko hapa nje. Mountain View karibu natosha. Chelewa. Utamkuta mwana si wako. Sawa, nakungoja sasa hivi. Mimi sitoke hapa mpaka uje bibi. Uhonjo, hata na sitaki kukwambia kwa simu njoo. Sawa. Haya. Nitakujalia bibi. Shauri yake asajifanya mbea. Mwanae huku kazi ipo. Namgoja. Sitaki maneno mwanzo. Najifanya sijui. Mwana yajiweka kimbele, mwanangu hawezi. Mwanangu mwanamwali. Haya. Mambo mwanangu, lakini ana tabia gani huyu? Nimpe pesa za shule, hajadanganya mtoto wa mtu, akimtia mimba, alafu mimi nitafanyaje jamani? Babake mwenyewe aliniacha. Mambo gani haya? Wacha mama nakwambia ni moto. Sijui nitakuja ingilia wapi mimi kizaza hichi. Mwanamke yule anakuambia bala, lakini naye hajamsuta naye. Akija kunikanyaga hapa na mimi namkanyaga na huko. Hajamsuta kwa shaka. Unajua oro ni nini sasa? Oro za samani kubwa. Oro hujui? Oro kwa Kiswahili naitwa dhahabu. Dhahabu, yes. Sema gold bwana. Gold ama dhahabu. Na wanaitanga hapa Kenya gold. Mimi najua tu inaitwa gold. 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 Hiyo sasa hiyo gold. Sinatokanga si dhahabu gold. Mimi naisikia kama gold. Gold. Sasa nimekuja nayo. Iko wapi? Siko hapo kwa hoteli huko, kwa hoteli ya huko Nairobi. Sasa mimi nakuja nitafute huko vitu zingine kama hizo, tembeanga na sambu. Kongo ndio nini sasa? Kongo huko DRC. Kongo. Sema sio Kongo, sio Kukongo. Unajua ukisema Kukongo ni kitu tofauti sana, mimi nitaichukulia kitu tofauti. Sema Kongo. Mimi nimetoka huko RDC. So nimekuya mwenye ako très intelligent.
Tengele? Yani ako mwerevu sana. Kitu kingine next time ongeanga hivyo. Lakini kuongea Kisungu yenye haimaanishi hapa. Tunasema très intelligent. Yani yule mtu ako na uwerevu. Anajua biashara. Sio wewe mimi unajua nilikuambia nilifika Nairobi ilikuwa mardi. Hiyo siku ya pili. So nimemaliza juma mbili hapa. Okay, sasa nilikuwa sijapata ule mtu mtukua tunapanga naye biashara. Lakini ndaza mpata leo ama kesho. Alafu tufanye biashara vizuri. Lakini na nikimkosa mimi natafuta mtu mwingine. Yes. Biko hai kakangu. Biko hai? Uko bien? Wewe ni Mkenya kweli? Usijali. Uko bien lakini? Niko hapa sasa iko bien. Uko bien? Sasa wewe naona unaishi hapa Kenya. Unaishi hapa ku Kenya. Sini umenipata Kenya. Sasa unaniuliza maswali gani? Mimi ni Mkenya na mimi ni Mkenya kamili. Okay kaka, mimi nataka tuongee vizuri. Nimekuona tu, mimi nimeona wewe ni mtu mzuri sana. Uniona tu na ukajua mimi ni mzuri. Nimeona wewe ni mtu mzuri, tutazaongea. Kuna vitu nzuri tutazafanya na wewe. Vitu kama gani? Vitu kama. Hebu tukae kando hivi ni kuongelesha kidogo. Sasa kunisalimia wewe kama uko na tilu kubwa wewe ongea. Okay, sasa mimi nilitoka hier huko Kongo. Niko kwa hotel ile moja kubwa, Le Grand Hotel ya pale Nairobi. Nafikiri unaona hiyo endroit. Ile endroit inaitwa Hilton Hotel. Unapajua? Hilton naijua. Unapajua Hilton unapajua. So nimepanga pale. Nimekotesha hapo lodge. Mimi nimetoka Kongo. Unajua Kongo ndio nini sasa? Kongo huko ku DRC. Kongo. Sema sio Kongo, sio Kongo. Unajua ukisema Kongo ni kitu tofauti sana, mimi nitaichukulia kitu tofauti. Sema Kongo. Kongo mimi nimetoka huko RDC. So nimekuja hapa niko na biashara. Kani hiyo nisomee basi. Hapo sasa umeanza kuongea. Okay, kuna business nataka tunafanya na wewe. Unitafutie mtu mwingine mwenye ako très intelligent. Tengele? Très intelligent, yani ako mwerevu sana. Kitu kingine next time ongeanga hivyo. Lakini kuongea Kisungu yenye haimaanishi hapa. Tunasema très intelligent, yani yule mtu ako na uwerevu. Anajua biashara. Sio wewe anajua. Okay, sio wewe wako hapa anajua biashara, umesema anaishi hapa kwa Kenya. Mimi biashara bwana, mimi nachapa mbaya sana. Okay, nataka wewe anitafutie mtu mwingine. Tufanye biashara legit. Biashara. Ile business kubwa. Mimi nimetoka ku Kongo jana. Kongo nimekuambia sema Kongo. Yes, Kongo. Ndio. Aibu niseme Kongo. Unasema Kongo? Kongo. Sisi tunasoea DRC. Hivyo tu. Nikisahau niseme RDC ni sawa yote. Alafu nimekuja pale niko na or. Unajua or? Oro ni nini sasa? Oro za samani kubwa. Or hujui? Oro kwa Kiswahili naitwa dhahabu. Dhahabu, yes. Sema gold bwana. Gold. Gold ama dhahabu. Wanaitanga hapa Kenya gold.
Mimi najua tu inaitwa Colt. 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 Hiyo sasa hiyo Colt. Sinatokanga ni sababu Colt. Mimi najua kama Colt. Colt. Sasa nimekuja nayo. Iko wapi? Siko hapo kwa hoteli huko kwa hoteli ya huko Nairobi. Sasa mimi nakuja nitafute huko vitu zingine kama hizo tembeanga na sambo. Mtu unajua sasa kuna makoniment. Unaweza kuwa unanipombeleza kama unataka kuniipia katururu kangu hapa. Hapana. Sasa mimi yako na pesa. Mimi niko na pesa mingi. Unaona hata hii simu ni kubwa. Unaona inashanisha. Unaona hata ingine hapa. Mimi nakupea hata nakugawia moja. Lakini unajua nakugawia moja. Unajua Conmine wanakuchanga hivyo. Sasa hizo simu ndio kapito yako na hizo viatu vifaa. Hizo ndio. Unaona hii kiatu mimi imetengenezewa kwa kampuni kubwa ya Kinshasa. Brada. Kwa Kinshasa hii. Tufanye hivi. Hiyo kitu iko kwa hoteli, si ndio? Kwa hoteli. Na sasa unataka mimi nikusaidie aje? Kwanza unajua lazima ukuwe na kapesa. Uko na kapesa? Pesa franka niko nayo. Franka usijali shida, usikuwe na shida ya franka. Niambie kenye unataka mimi niko nini. Franka niko nayo na mimi nitakupea. Nitakupatia franka niko nayo. Wewe nataka kukuambia hivi. Nataka wewe. Nataka na mtu mwingine mmoja. Mwenye atasaidia, atatuede kupata mtu atachukua hiyo Colt. Hiyo Colt. Ya Colt unaisema Colt. Sisi unaisemanga oro huko kwetu. Hiyo Colt. Hata mtu wa kununua Colt niko na chama huyo lazima anachua malizo vitu zinauswa. Yaani huyo chama uko nayo. Huyo jamani uko na yeye. Na kilo moja mnai mimi sijui bei ya hizo vitu lakini chama niko na yeye. Hata ukitaka saa hii simama hapa mimi niende nimuite akuje hapa ndani akuelezee. Uko na yeye huyo chama? Saa hata nimetoka hapa hivi yako tu hapa hivi. Hiyo ni kitu moja. Kitu ya pili sitaki kukaa kwa hoteli muda mrefu. Nataka kutoka huko kwa hoteli uchukue nyumba yako. Nichukue nyumba. Hapa kuna nyumba napata hapa nyumba. Unataka nyumba aina gani? Unajua kuna nyumba aina mingi. Unataka gani? Sidi unajua mimi siwezi kaa kwa hizi nyumba zina watu wengi. Nataka nyumba iko unazitanga aje mimi? Hizi nyumba ziko kwake kivyake, unafungua wewe mwenyewe unaingia. Hii yenye unaishi peke yako kwa poma. Yes. Kama ni poma yako. Hizo siku mingi hata mimi si mimi kiateka. Kiateka tio nini? Wewe bora ukuwe tu na pesa. Kiateka kama ujue lakini wewe bora ukuwe. Kiateka ni mtu wa kuchunga hizo manyumba. Nilikuwa nimeokopa ati wewe ni kuteka. Mimi ni kiateka. Okay, kiateka ni kuchunga manyumba. Sasa tapata na bibi wapi? Unataka pia bibi? Kenya iko na wanawake wengi. Kuna Mkamba, kuna Mchaluo, kuna Mkisii, kuna Muluya, kuna Mkale. Wewe unataka kabila gani? Hiyo ni matribi. Yaani matribi unaniambia? Nimekwambia kabila. Yaani kwa Kisungu inaitwa tribe. Tribes tuko na wanawake tribes. Tuko na Mkale, tuko na Mkamba, tuko na Mkisii, tuko na Mchaluo na tuko na Muluya. Hao ndio wanawake wanajulikana Kenya hii. Wewe unataka mkani. Sasa wewe ndio rafiki yangu. Wewe ndio rafiki yangu, unafaa kuniambia mwanamke kabila gani na kwanga na mwanamke mzuri. Mwenye ako bien. Mrembo. Unataka mrembo. Akwe bien. Hii Kenya. Ukitaka mrembo yani temu mrembo kabisa. Kimbilia Ukambani. Ukambani. Ukitaka temu sura mbaya lakini amepepa huko nyuma. Kimbilia Ujaluoni. Ujaluo. Na ukitaka temu mwenye ako tu amepepa kabisa kabisa, huyo ni Mjaluo. Na mwenye amepepa lakini sio sana. Na kama unataka kushipa sana, oa Muluya. Kushipa? Kushipa kama unataka tu leo uko hifu unaone kama mimi. Oa Muluya. Lakini sasa ukitaka shida, oa Mkisii. Shida? Sitaki shida. Sasa nyingine unataka nini?
Pipi yako nitakupea. Nyumba iko. Wacha nilete mtu wa biashara kwanza. Simama tu. Leta mtu wa biashara. Usijaribu kutoka hapa. Nikikucha huko na tujua tu wewe ni mkora na nitakusitaki nitakuripoti na watakushika. Nakucha tu. Sawa. Sawa. Patie bibi, mimi nataka une vraie femme, une belle femme. Une belle femme. Kenya nafaa kufanya marchandise mingi sana. Marchandise. Il faut que je fasse les marchandises. Bazoeba batu ya Kenya, Nairobi. Mumekuja? Tumekuja. Sasa nataka unisikie. Huyu ndiye ule rafiki yako. Huyo anaitwa Wepokolo. Sasa huyu anaitwa, umesema unaitwa, kuna jina ngumu kama mawe. Unasema unaitwa Prosper. Na huyu jamaa ametoka huko Kongo. Ndio naona Kiswahili yake haiendi kama ya Mkenya. Ametoka Kongo na kuna biashara. Anataka sisi ndio tutapiganga biashara. Wewe ndio unafanyaka business. Sisi na huyu tunachapa biashara. Sasa mimi nataka kuona mtu kama wewe. Basi. Umefika? Umefika. Ja, tutafanya business na wewe. Tutafanya. Okay. Sasa baba alikuwa anasema hajamalizia. Huyo ako na court. Ako na court na nataka siona tilingi na mambo na court. Hata sasa kuna yenye nimepeleka saa hizi. Ndugu yangu mimi nakwambia vitu mimi. Ako na sambo. Ako na sambo. Ulisa ndio wewe. Uko na sambo. Sampo di Johnny, unatembea na kale kadogo hivi ya kuonyeshana uko naye. Mimi nimetoka kwa hotel moja kwa Nairobi. Hotel ya Nairobi. Inaitwa Hilton. Hao. Tu connais cet endroit? Inaitwa Hilton. Anaijua. Hilton. Biashara zangu hizo maoro zote siacha huko. Nimekuja kwanza. Angetembea na hizo kitu sambolo. Tumekuja hapa huko ni Nairobi. Ulisikia yule mwenye alikuwa amelala huko akachukuliwa hizo vitu ati anatembea tafuta nyumba. Akachukuliwa vitu. Watu ya huko bali niambia bana kwanga na banaiba. Uliambia sasa bado ndugu yangu fanya. Siambia kama mtu mwingine. Iko Hilton. Tuende. Wewe jamaa taiuza leo. Tunauza leo. Uko na clear. Babe ni aje? Miss you too. Aki, naona hata jioni nitafika hapo. Utafurahi? Aki, unajua wewe ndio napenda. Huyo bibi yangu huyo ndaachana tu naye huyo. Unajua lazima nikuletee surprise kitu kubwa sana. Sasa huyu naachana naye, hata sioni kama tunamaliza wiki na yeye. Unajua wewe ndio napendanga sana, wewe ndio wangu wa roho. Aki, wewe nimekwambia, unajua nikiamua nimeamua mimi. Na huyo simpendangi vile kina BF na acha tu story zake, hata zitakangi tena. Yes. Thank you, babe. Love you. Thanks. Okay, ndakol baadaye. Fiti. Haya. Kwani ulikuwa unasikiza nini na wewe? Ngoja antia anakuja. Kwani ulikuwa unasikiza nini? Mbona unataka kuacha? Wewe upime kusema. Ati hapo akifika hapa usipime kumwambia kitu. Basi nipe kitu ndio usiseme. Wewe kwambia ngoja hata tio unasikia na kuja. Mimi naambia. Wewe acha kelele.
nakwambia usisubutu kusema. Kwani mimi naambia acha. Sawa, fanya hivi wewe. Nasikia. Mimi tukitoka hapa akifika hapa kama hujasema, napeleka pale moto uchukue kitu nataka. Nasikia. Wewe. Nakwambia ngoja tu amefika hapa sisikie kwanza hiyo story. Si sawa? Tulia. Karibu babe. Niaje. Umekuja? Okay, asante. Keti hapa kwanza na jana wanapumzika sana. Kijana. Wewe usingeketi huko, anti yako naona ameingia. Niaje. Niko wapi? Shule tu kwenda kuangalia nguo kabla kauka. Kilikuwa naanza kufikiria umeniacha hapo. Wewe unaanza story za nini wewe? Niambie. Kwani anti amekuuliza story? Kuna story nyingine hapa. Wewe. Hebu. Sawa basi nifanye kenye umeniambia niseme. Ngoja kwanza. Endelea. Acha wewe mtoto. Unajua watoto wanapanga na story mingi sana. Iko anti iko. Hebu. Alafu nafikiria aje tunapanga watoto. Unajua hapo. Wewe. Sini bike kenye tumesema tunafanya. Acha watoto. Unaongana mtu. Wewe kijana wanapanga na kelele. Tumechukua. Yaani shilingi. Shilingi ngapi hiyo? Unanificha hapo hii. Hapana, wewe ni mtoto nataka aende kununua sweet hiyo. Nini hapo? Ngapi hiyo nimekupea? Unanipea 10. Sasa sitanunua sweet hapo kwanza. Nilikuwa nasema situpange basi leo tufike hapo Nomad. Wewe mtoto ako na story. Wewe mtoto wewe. Wewe mtoto wewe uko na story. Hebu sema, niambie. Unajua wewe nini? Acha hizo story. Kwa nini unataka niambie? Kwani ni nini? Hakuna mtoto tu anakuwa na story. Basi wacha niambie. Wewe acha hizo. Sasa nilikuwa nasema sisi twende mama twende out hapo. Hakuna tu mtoto ndio anakuwa na story mingi. Ninakuwa nakwambia nataka tufike Nomad. Ajione twende out. Endelea kwa nyumba. Unaona kitu inaendelea? Endelea kwa nyumba Prosper. Hakuna, unajua watoto wanakuwa na story. Unakuwa na story mingi sana hapa sijui. Hebu niambie. Hebu simkataza niambie. Wewe unajua anko alikuwa anapigia bibi mwingine. Wewe bibi. Mimi bibi mwingine unajua si ni yeye tulikuwa tunaongea na yeye. Alikuwa anamwambia kwa sense. Huyu ndio tulikuwa tunaongea na yeye. Si ndio ile time ile kupigia? Nyamaza kwanza niambie. Alikuwa anasema alikuwa anamwambia I love you sijui akanataka kuacha anti. Nikamuuliza mbona anataka kuacha anti? Wewe unapanga na domo wewe. Unapanga na domo wewe. Wewe. So uko na wanawake wengine? Mimi unajua bibi ni wewe tu peke yako na. Nipe hiyo simu. Kama mtu anasema uongo nipatie hiyo simu. Simu haina kitu. Hapana nipatie hiyo simu. Wewe ndio mtu wa mwisho nilipigia. Eka nini? Eka password nione. Hakuna mtu nilipigia babe. Kijana wewe kijana wewe. Anataka kuachana na wewe. Wewe kijana wewe. Kama unaleta stories zenye hujui. Unataka kuniacha? Mimi nikuache ni bebe na nakwambia twende out. Hebu fungua simu nione. Bebe wewe twende out tu. Fungua simu. Twende out achana nao watu wewe. Nataka hakuna mambo ya out inafanyika leo. Nataka nijue. Hakuna kitu, hakuna mtu nimepigia. Alikuwa anampigia alikuwa anatoka nikatoka hapa Kenya. Kuna mpaka umeenda mpaka international. Kijana wewe. Hebu watajua ni nani mimi. Mbona kuja kuongelea stories zenye hujui? Si wewe tumeongea na wewe. Eka mpaka umeweka mpaka password mpaka kwa nini? Kwa messages. Si nilikuwa nimekuonesha hii password wewe. Wewe kijana wewe. Wewe wewe kijana. Wewe ukikaa hivi unafikiri hakuna uniachi. Mimi ndio mke wako. Hakuna mambo tunapata kwa hiyo. Mimi nakwambia tunaenda staki. Hakuna mambo na au tunadanganya hapa. Sasa unaona nini hapo kweli? Hakuna mtu nimepigia message. Hapo I love you. Ni huyu sasa. Huyo ni mtoto, huyo ni mtoto wa nini? Sasa acha nikwambie kitu Prosper. Prosper hauniachi. Mimi ndio mke wako na sitaki kuona mwanamke kwa hii nyumba tena. Sasa mimi kama unapanga kumleta utajipanga. Aishi kwa hiyo. Kijana ndiye anaongea tu za ovyo, mimi sitaki. Hakuna mtoto hawezi danganya. Sasa unaona tu vile nakupenda wewe. Mtoto hawezi danganya. Sasa unaona tu vile nakupenda wewe. Sasa nataka kukupeleka out na niko na mwingine. Hata si mmoja.
Wanawake tu ndio wamejaza kwa simu. Au ni wenye wananitaka lakini mimi siwataki. Hakuna mambo ya kutaka na au mimi siwataki, wao ndio wananisumbuanga. Hata hizo message zao nimewablock wote hao. Sasa unajua nini? Hauniwachi. Kama ulikuwa unapanga kuniacha hauniachi. Sasa mimi sina mpango wa kuacha. Au watu wananitaka lakini hata hapa na Mombasa. Na yeye hapana paka nguo. Ushainipeleka hata vacation mahali. Hata leo ndio tunaniambia mambo ya au nakupeleka wewe. Hakuna mtu mwingine niko naye na plan naye mtu. Na mtu mwingine mimi nimeongea naye yote. Hadi ule mama kibanda alikuwa anaongea na yeye. Hadi alikuwa anampigia wewe Mombasa na ule mama Evelyn. Yaani mpaka wa mama wa mboga. Prosper. Mimi mama mboga nataka. Hata siwajua mama mboga, mimi unajua natokanga tu nikipita tu mara moja, hata siwajui. Angoja. Ndio ange. Si utanileta magonjwa kwa hiyo nyumba wewe. Ungenipea ng'ombe single kusema. Haki, yaani usiku nasikiza maneno ya wewe kijana. Wewe acha kusingizia mtoto. Wewe ndio umefanya unasingizia mtoto kwa nini? Sikuoni uko wapi? Haya sawa. Acha niangalie. Lakini hata sikuoni, hakuna mtu. Oh, dakika moja. Umeshafika hapo? Uko serious na biashara kweli? Dakika moja tunakam. Haya. Ya. Ni mimi. Nimekuweka. Wewe nilikuwa nashughulikia kitu fulani hapa lakini saa hii nilikuwa nayo. Tutaingia hapa tuongee hapa. Naona masaa imeenda. Acha tuongee tu hapa. Kuja ingia tu hapa. Ingia tu sijali. Ingia tu.
Madam. Nimekuona uko très belle. Très belle? Très belle. What is très belle? Très belle, uko mrembo. Si je peux trouver une femme comme toi, je peux être content de ça. Hiyo ni kusema nini? Huko Kenya amusomangi French. Hiyo ni biashara tunapiga ama tunaongea French? Sasa unajua sisi tumesoma huko, hata ndio imenileta huko kutafuta watu wamesoma Kiingereza. Kwa sisi tumesoma Kifrench. Medaye d'abord tutakuja kuongelea vizuri, tutaelewana. Sasa unahabite wapi? Unahabite wapi? Kupita? Unaishi wapi? Nairobi. Nairobi? Okay, sasa mambo itakuwa sawa. Tukiongea hii mambo na tuifanye na tutapata franka mingi. Franka. Frank. Monnaie, argent. Pesa. Ya. Inaitwa franka. Franka. Tutasema huko kwetu, nitakuja kukufunza vizuri. Huko kwetu wanaitanga franka ama monnaie ama makuta. Franka. Money like Nigerians. Money. Ama makuta. Hiyo ni French. Makuta. 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 Kama wanasema yani ministry waziri ya masomo. Il est demandé aux élèves de l'école secondaire et primaire une classe des enseignants de l'anglais. Unasikia hapo? Unasikia kitu? Hapo anasema inahitaji walimu wa Kifaransa, wa Kiingereza kwa shule za secondary na university. So au watu mtawapata. Mimi nataka wenye wanajua Kizungu mimi wapeleke kwangu huko wanafunza Kizungu. Kizungu. Huko ni wengi, huko si ndio dada yetu. Walimu ni wengi. Nilisikia watoto wadogo hapo wanaongea. Pesa nzuri iko. Unajua Kongo niko ni kwa gold kwa madola, hata tumiangu makongo na walizi fulani. Tunatumia dollars. Sasa huko Kenya mtu mmoja pesa ngapi? Sasa nitakuwa nalipa vizuri. Kila mtu kila mshahara. Unaweza kuleta mtu mmoja pesa ngapi? Okay, tuongee kwanza biashara yako. Wewe mwenyewe kwanza. Hii kazi nataka iko commission. Usikujiandikisha, mimi kwanza nawaambia nawafunza kwanza French kufanya wateja wetu. So kujiandikisha 50,000. 50K. So tuleta kwa 50K nakupea 50K. Kwa pamoja. Ya, 40% nakupea kila 6%. Hivyo nataka kufanya. Yes, ni kazi nzuri. Leta mtu mmoja upate 20K hapo mara moja, si pesa nzuri. Hata basi ukipata 10, hiyo ni pesa ngapi? Watu wako wengi wanataka kwenda majuu. Ndio wana hata majuu. Hiyo njia majuu. Huko mimi nikikana wao wiki. Hiyo ni njia moja sasa ya kwenda. Hiyo ni njia moja. Kifika huko hiyo masomo wamalize, walimu waendelee kuongezeka kwa sababu nataka watu wengi. Pamoja tutakuwa tunasukuma majuu. Kwa sababu majuu kuna place nyingine hapo nataka kutoka watu wangu. Canada wajue Kiingereza. Canada kuna place za French. Nataka nao pia watu wa Kiingereza. Hata kwa kampuni zingine zetu wanaongea kwa French, wageni wa Kiingereza kupanda kwa Kiingereza. So mimi niko hapa na waeleze niwapeleke. Watu wapeleke kwa nataka kuishi majuu, nataka kuishi Kongo, watu tutakuwa tunawapeleka. So hapa si watu wengi wanatamani kwenda. Wakenya wako na kiu ya kwenda majuu sana. Hata kwa siku naweza kuleta watu. Hiyo itakuwa kazi nzuri. Yaani tuko na haya kwenda hiyo kazi itakuwa sawa. Kileta watu 50 kwa siku. Unasikia hapo utakula pesa. Wakenya wako na kiu ya kwenda majuu. Hapo utakula pesa. Kwanza wasichana. Wako na kiu ya kwenda majuu. Ni msichana sasa hivi ukimwambia nakupeleka majuu anakuja mbio. Hata tunaoja msichana kwa ngoja nipigie moja kama. Yaani wanapenda majuu kabisa. Sana. Nikimwambia hata 100K atatoa tu, lakini lazima azitoa. Bora anapanda tena. Mimi nitafutie tu pesa. Bora anapanda tena. Sasa nasikia hapa tutafanya biashara nyingi sana. Sasa ongelesha mmoja usikie kama tutapata tuanze hii biashara. Hiyo ashikisimu hiyo. Tutakuja kutafuta hata ungeongelesha saa hii tupate hapa. Kwa kesho mimi nataka tupite kwa saa 2 asubuhi. Nenda kwa picha usiku unaleta asubuhi. Wewe bora unasema mshahara wangu ni kwa mtu. Kileta watu 10 unachukua 100K. Kwa kuna watu 10 ni ngapi? Watu 10 ni 200. 200. So wewe
cheza kama wewe. Niliambiwa wewe uko na kijana unajuana na hiyo. Watu wengi sana, watu tutawaleta. Tutawaleta? Watu ni wengi. Okay, sasa wote kula vizuri. Ni pesa mzuri sana. Hata kagari kingine anaweza ongeza. Unajua hata umefanya gari kama hii hapa. Okay, tunasikia sasa. Wewe nitakusaidia mambo mingi. Hii biashara ukifanya vizuri nitakuchangia life sana. Simekwambia mimi ni mtoto wa DP. Kimeona hapa hivi kuna serikali wananizunguka wenye uone. So mimi nataka nikuoneshe biashara. Biashara hiyo tunapiga hiyo ina wasiwasi. Pia kuna biashara zingine tutakuja kuongelea. Hata kwanza tuanze na hizi za wanafunzi 50k, lakini kwa kila mtu ya kujiandikisha. Kujiregister na 50k. Unajua wanapenda hiyo kuliko hii ya manyumba wanapeleka huko wanamjibila miguu. Sasa wamekufa. Wao ni walimu, atakuwa atakuwa kama kiongozi. Fanya mwalimu yeye ni kiongozi. Hapana ile yenye nasikia wanaenda Dubai. Wanafanywa nini mambo mabaya hapo. Sio maisha unarudi. Sasa lakini pale sisi wanaenda kwa walimu, wengine wanakuwa viongozi. Huko wanalipwa msanga. Wengine nataka kuwa napendana na wazungu. Kuna wazungu wengi huko, lakini hatujui kizungu. Sisi tunajua French tu. So Waingereza wakifika huko kutoka England kwa kuongelesha. Huko wanalipwa msanga. Sasa wao au wanaishi au inasema shule. Kila mtu atakuwa anapewa 300k. Hapa. Na anapewa nyumba ya kuishi. Anapewa usiye hii gari nyingine zake zote. Hao ndo waleta kesho. Au si watakuja? Kesho asubuhi. Au mimi ndio make sure hapa hii biashara tumalize ukiwa umejenga. Sio ready? Tutakuwa umejenga tena. Hapa upate plot hapa kwa hiyo. Na ujio hapa kwa na mawana. So kufanya biashara vizuri. Tutakuja hata ile yako kama unataka kubebana kiana kwa wakati. Tunataka kazi ya shirika sana. Wote ndio wana. Swaiba, usahau simu bwana, tulia. Chana na pressure bwana wako. Wasikia? Kanya wako mwanzo. Haifai hivyo. Tuliza roho yako bwana, twende tukawakanye ili kesho lisitendeke, na pia urafiki wetu usiishe kwa sababu ya hawa bwana. Twende. Twende dadangu. Kumlisha huyu. Ama zile pesa zangu kidogo kidogo ninakupa. Waje wadanganya, usini mtoto wa shule Prosper, una nini lakini wewe? Akili yako haikugongi huyu mpaka amalize form 2 na uko college. Mnapelekana wapi? Hivi ukimtia mimba utamlea wewe? Uko na kazi? Ama wadanganya watu na pesa zangu? Mother's boy wanavyojiita. Samema, Tabia hiyo umefanya mimi imenidhalalisha kabisa, umenivua nguo. Sasa angalia hoteli hii yote. Tapigana kwa sababu ya ujinga wako. Maana ni upumbuzi, huu ni upumbavu wa kutojielewa. Huyu mtoto aliamka asubuhi akapa uniform yake mamake vile ameniambia, akaenda shule. Wewe nao ukaamka vizuri, nikakupa gari kila kitu, enda college. Umepatana wapi? Na ukamdanganya msichana wenyewe atoe nguo, uniform, aikae kwa bag. Ni tabia gani lakini wewe? Prosper, unaona leo jambo ulilofanya nzuri wewe? Muombe msamaha huyu, mimi sitaki kunani, muombe msamaha huyu. Si muombe msamaha wewe? Naomba nisamehe. Ongea asikie. Unanungunika nini wewe? Mkiwa wawili sema kwako mnafanya nani? Niseme. Naomba nisamehe. Msamehe ninakupa. Lakini nataka niambie jambo moja tu. Waswahili walisema acheni koko mwangwe koma. Yaani amaanisha haya yote mtakuja yafanya, lakini wakati bado kabisa. Tulieni mwanzo kabisa. Kila kitu kina wakati wake. Hamna yafanya hivi, mtakuja yafanya mpaka mchokane nayo. Hivyo basi yangu ni hayo tu. Muache huyu kama mpenda kweli, muache asome amalize. Bwanake wa kwanza ni kazi huyu. Hilo ndio wanamwambia kila siku. Wanaume siku hizi wengi ni wale kuharibu, hawataki majukumu. Hawataki akuzalishe mtoto wa kwanza wa pili, ashaenda tafuta kimada chengine kule. Hivyo basi muache mwanangu asome.
asome, amalize, apate kazi zake, mfate. Sina wasiwasi. Nitakuwa naje nawaambia nendeni zenu geti huko mkafanye kile mnachotaka. Lakini kwa sasa hivi kama kweli wewe msamaha wako ni ukweli, muache asome. Na wewe mama, hii dunia hada, ulimwengu shujaa. Upo kabisa. Waharakishia nini? Sisi tumetoka nayo sisi. Tushatoka nayo. Mwatona vile tuko. Basi tumpambana nayo. Hatutoki jana wala juzi. Haya ni amwe miaka na mikaka kule. Tungekuwa tulifanya haya yenu leo ningekupa gari. Kama huyu angefanya kama yule yafanya angemsomesha. Mwanangu ile jambo mimi limenikasirisha. Na sitaki kabisa. Na wewe msichana, zingatia masomo. Masomo ndio mume wako wa kwanza. Usidanganywe. Maana wao watakudanganya na vile vipeni ninavyompa havitakusaidia lolote. Maji ya kuchani hayo hayaoshi uso. Wasikia? Kabisa. Wanisikia wewe? Nataka uniangalie kwa macho. Sitaki mambo haya maana mlipokuja ninawakuta hali mbaya Swaiba tayaache. Wewe mimi hata nini pia Swaiba naomba unisamehe. Sababu mimi unajua tena na hasira zangu mimi. Hata kama ni wewe, unajua mwanao ni wa kiume, wangu mimi ni wa kike akiharibikiwa. Na pia hujui kama nyanya haya mama bado. Lakini unajua nini? Kila mtu ana mwanae anapomjua. Unajua ukitakujua bikira ushamjua tayari. Na ukitakujua yule ambaye ni doko ushamjua. Mwana mwali doko. Sasa huyu wangu mimi namjua mwenyewe usiri. Lakini naomba unisamehe Swaiba. Haina shida bibi, watu huongea. Kisha basi jambo moja nataka niongee kwa wazazi sasa. Jamani, tutunze watoto wetu. Maana urongo sisi ndo tutaharibikiwa. Kweli. Kuna leo na kesho. Kuna sisi wazazi wengine hatuambii ukweli watoto wetu. Kabisa. Maana rika kama hili wamkalisha jioni, mama ushaona mambo yako ya kike, wamwelezea. Leo hii ukimficha, hutaki kumwambia, utakuwa msaidia nini? Tukalishe watoto wetu. Tuwaeleze ule ukweli. Ukifanya hivi ni baya, ukifanya hivi ni baya. Masomo yako ndo maisha yako. Kabisa. Ukiachezea wachezea maisha yako. Maana huwezi kurudia. Sisi kama tungerudi basi urongo singeoleka. Kabisa. Kwa hivyo jamani watoto wangu, na wapenda. Kama wampenda kweli huyu na wewe wampenda huyu, someni. Sisi tuko tutawasaidia. Lakini kuanzia leo Prosper, urafiki wa huyu na wewe sitaki. Muache huyu mtoto wa kike amalize hiyo miaka 2 aende college apate kazi. Sio unataka kwenda nje wewe. Halafu ni tamaa gani? Jizuie mwanangu. Wasikia mama? Soma, mimi nakupenda. Mamako pia yakupenda. Wasikia msichana mrembo? Sisi tunataka harusi. Tuvae maderaki sawa sawa. Mang'ombe tuchinje magwaride. Kabisa. Chandaruani mamake fulani ndio huyo tuko hivi. Leo wewe kama unaharibu jamani sisi tutatuweka wapi mwanangu? Haya wache hizi tabia, sawa? Twakupenda? Ni sawa? Sawa. Haya, wewe fungu wangu wa gari uko wapi? Nao. Uko nao? Liko na mafuta. Hiyo tabia yako uje uende mahali ukalewe nini uache gari langu staki. Leo nikitoka hapo utanipofungua wangu utatembea na pikipiki, sawa? Ni sawa mamake, basi nimeshukuru. Mimi pia nimeshukuru sana. Yani Mungu atusaidie. Ni hivyo. Maana ulezi unataka kazi jamani. Haya yote tupata sisi. Kama kweli hujazaa ungeyapitia haya. Ukianza mahasira, mwanangu, basi wache kwa sasa hivi. Ni sawa. Haya. Nimeshukuru Swaiba. Haya. Twende mwanangu. Twende. Maana hata sijui itakuwaje. Usijali bibi, tutaongea mambo mengine bwana yetu sisi wa mama. Nende na huku, nende na huku. Nachanganyikiwa. Pole, ni hasira hizo zote. Nampaga Kiswahili. Na wewe tabia hizo zingine wasipendi mimi. Unaangalia mahoteli watu wajaa hivi, angalia wanatuangalia kwa sababu ya tabia zako mbaya. Kwa nini? Samehe, sitafanya. Usifanye hivyo. Ni sawa. Trust me. Haya basi acha mimi niende kwa mkutano wangu. Mkutano sitawai. Sawa. Nafundia kijasho huyu mtoto.
asante sana. Siku mingi bwana Prosper. Siku mingi. Siku mingi. Sisi tuko kwenye Pasaka na bado tuko tunatulia tu hapa nyumbani, hatuna maneno. Hata mimi nimefurahia sana kuwaona siku ya leo ya Pasaka. Ndio. Mko wazima lakini? Tuko wazima, tunaendelea vyema. Tumetulia na tumesema tu tukae na nijue ni jinsi umekuwa ukifunza hao watoto wangu dini. Watoto wangu wanajua, vijana hawa wako sawa. Wako sawa, mambo ya dini nimewafunza. Haya. Wanapenda kujua maneno yale uliwafunza. Okay. Pasaka ni nini kijana wangu? Yesu alizaliwa. Olala. Mwalimu, hiyo ndio umekuwa ukifunza? Nimesahau leo. Mambo tulisoma kama tujaisoma. Sikufunza mambo ya Pasaka juzi. Tuchataka unatuchapa lakini acha swali lingine. Nani alimsaliti Yesu? Hiyo watajua. Nani alimsaliti Yesu? Jonte. Photo. Jonte kwa Biblia, kwenye Biblia. Mambo nawafunza juzi yote umesahau aje? Hii dini kweli watu wangu wanapotea. Haya. Nani alimuua Goliathi? Haya, mnieleze. Nani alimuua Goliathi basi? Msema mmejua dini. Siliwafunza King wa Israeli mwenye aliua Goliathi. King Kaka. What the fuck? We are in battle in this world. Photo. We are in battle. We are in battle in this world. Ati mwenye alimuua juzi nikofunza. Ukutufunza. Oh my God. Hata wewe au kusikia? Sasa mwalimu, naona au kuweza kuwafunza dini. Naona nitatafuta mwalimu mwingine. Naona kama wewe umepotea. Sasa yenu mnashika nayo wakina nani kama mshiki mambo ya Biblia? Mimi nawafunza hiyo mambo mzazi. Siwezi kudanganya watoto huwa nawafunza mambo ya Biblia. Kweli, na mbona wanakosea hivyo? Sijui ni kama maneno mengine hata yako kwenye Biblia. King Kaka ni nani? Jonte ni nani? Hata wao na mimi siwajui. Kwani unawafunza kama Kigali gani? Mtu nasikianga naimba nyimbo za secular hapa wamejua. Nyinyi mnasikiza secular? Badala kusikiza nyimbo za dini. Ni kama kwa TV huwa wanaangalia nyimbo zingine za hiyo TV lazima na nifungie. Ninaona mnapotea. Gai. Tumeivana. Kama ingia. Hiyo ticha alikuwa anajiona sana akituchapa. Sasa sasa hivi matoka yangu bado inauma. Hivi sasa hivi ashaenda. Wabe. God, jamani. Nimegonga mtu. Mguu jamani. Wapi? Mguu. Wapi? Mguu. Onyesha ni wapi jamani? Mguu. Mguu wapi? 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 Hapa. Hapa. Njoo. Asiingie kwa gari. Unataka pesa ngapi basi? Mimi nataka pesa alafu mimi niende mwenyewe. Pesa ngapi? Nipe 500. Nipe 500. Hii pesa hata nilikuwa nienda ninunulia mtoto maziwa. Sasa wewe umenigonga. Sasa umenigonga. Chukua tu 500. Ama nikuongezee pia hii 100. Usiniongezee. Ya boda. Sawa, chukua. Pole. Sawa, nitafika tu. Utafika hapo. Nitafika. Sawa. Nitafika. Si nimetengeneza pesa kweli? Alafu anasema sisi sio wajanja. Hii ni 1000 nimetengeneza kwa dakika ngapi? Dakika 1. Anajua amenigonga. Hajanigonga, niko sawa. Hii vumbi tu ndo nimejipaka lakini mimi niko sawa. Pesa nimetengeneza. Aende.
Prosper. Mambo. Nataka nikao utaki kuongea. Mimi? Shida kijana, shida. Shida gani? Shida wewe. Unajua shida za mwanaume ni mingi. Shida za mwanamume. Sasa nini nakusumbua? Si una gari? Gari ninayo. Si una pesa? Si umekula? Nimekula. Si una nguo? Nimevaa. Na nini nakusumbua? Mimi? Wewe kijana, unajua tuko na nini mingi hapa, jukumu mingi, pesa tunapata salary hapa hazitusaidii hata satisfy mahitaji zetu. Wewe unataka pesa gani? Nataka pesa salary kubwa sana. Maybe hapa dunia sijui hata nani atazanilipa pesa ya kunitosha. Maybe mbinguni. Mbona unastuka? Unataka pesa ya mbinguni? Mbinguni ndo kunaweza kuwa na salary nzuri kuliko yenye. Yaani itazasaidia. Prosper, umesema unataka salary ya mbinguni? Si ndio? Sasa ngoja tunakusaidia. Ati mnanisaidia? Yaani nyinyi ni watu wa mbinguni? Usijali, sisi ni malaika. Hawa watoto wa siku hizi maneno wanaongea. Watu wanisaidie. Walete hiyo salary ya mbinguni. Sasa shida ni nini? Wewe unakuja kuniua? Sasa si nisema nataka salary ya mbinguni pesa. Ushisikia nani ameenda mbinguni bila kufa? Sasa mnataka kuniua, sinimwambia tu ninataka salary tu. Watubu dhambi. Hawa watoto nani wamewatuma? Watubu. Wewe. Mimi nimesema nataka pesa. We are in battle in this world. Photo. We are in battle. We are in battle in this world. Mi amor. Che amor. Na amekula chapati? Tukukula? Na amekula chapati? Kwani kuna shida ikikuliwa? Wenye amekula ajue amekula chakula ya dogi. Tia dogi. Na amekula. Chakula dogi hiyo? Hajua sijaguza. Niwe Maya. Hai. Hadi? Na nilikuwa nimeweka dawa ya rabies. What the fuck? We are in battle in this world. Photo. We are in battle. We are in battle in this world. Aliza sababu yeye ndo alikuja kaweka. Sasa wewe ni hospitali kwa kabisa. Wewe lazima atibiwe. Ni tumbo yako. Otherwise atalazwa. Usije kuweka chakula yote kwenye nyumba. Sasa sisi tunajua mwalimu chakula umenafaa kwetu. Hapo mmekosea. Sasa mwalimu wetu wa dini amekula chakula mbaya. Watoto watatuonyesha maajabu ya dunia. Ile simu uko nayo? Tutarudi nyuma kidogo kai kama umepata hapa tu. Hapa kama tuko pamoja, mimi nimekaa hapa kama tuko hivi. Nataka kuona majani niona hapa. Utatokezea tu kama umetoka nyuma ya kamera hivi. Ndio tu. Wewe chukueni huyo hapo. Kelele inasikika kwa video. Maya.
Maya. Chukueni mtoto hapo anapiga kelele na inaingia kwa video. Umetulia hivyo. Mimi nimemaliza shughuli zangu mapema leo. Kwani leo kazi imeisha mapema aje? Leo nimechangamka sasa, unajua napanga na bidii. Mharibu. Nyinyi mnaharibu bwana. Ni mtu anamwambia hata sikuita. Nimesema utoe mtoto kwa dirisha, kelele nyinyi mnaleta kelele. Si nimesema utoe mtoto kwa dirisha, wewe rudi kwa Maya. Mrudi huko ndani na mfunge mlango. Mumfuze poti, mmechoa hata nyinyi. Mbona? Nasitaki kelele tena. Prosper. Bwana unakaa umetulia hivi. Kwani kazi leo imeisha mapema aje? Leo nimechangamka, si unajua ninapanga na bidii. Mpaka saa hii masaa hata haijafika ile saa ya kutulia. Bwana una kazi yangu unauma njaro hivi. Mimi unaona nikiamua kufanya kazi, nafanya na bidii, nachangamka. Okay. Sasa nimemaliza. Sijai kuuliza swali lakini hata kuuliza leo. Kwa wakati ya hii siasa ya Kenya. Wewe unachagua huko upande gani kisiasa? Yaani chama yako ni gani? Najua na mimi hii mambo sikuwa naifuatilia sana, lakini juzi ndio nimeanza kuifuatilia. Nikaona kuna watu wawili hapa wameweza. Ndio. Na watu wamenibamba sana. Nani na nani? Kuna huyo anaitwa Raila Amolo Odinga. Kuna mwingine anaitwa William Ruto. Huyo ni Yuda. Hao watu wawili mimi ndo na support. Kwa nini unasupport watu wawili? Kwa uwezi kuwa na chama mbili bwana. Kwani Prosper wewe umetoka wapi? Kwani uelewi kwamba chama ukichagua moja ndio huyo ndio rais, hiyo ndio governor? Alafu hivyo tu, lakini huwezi chagua watu wawili kuwa president. Ushasikia nchi inaongozwa na rais wawili? Hapana, lakini hawa jamaa wamenibamba. Mimi hata saa hiyo akiniambia niamue, mimi nasema mmoja akuwe president, mwingine akuwe vice president. Prosper wewe bwana. Mbona wafurahisha hivi bwana? Huwezi kuwa vice president ambaye wa chama kingine. Kama ni vice president, kama ni Azimio inaleta president na inaleta vice president wake. Yaani president atachagua vice wake, vice president. Yaani hawa jamaa washikani, mbona naona wanatoshana nguvu, sio wako kwa chama moja? Hapa ana chama yake na kuna watu wake. Si ndio? Hizi ni chama mbili tofauti. Hizo ni farasi mbili ndio tunaelewa. Mbili, lakini kila mtu ana wafuasi wake. Hauwezi chagua wote wawili. Lazima mmoja aingie president na ndio achague naibu wa rais wake. Sasa hapo si watatumiza kweli? Hapo wangeshikana wale watu wawili. Na vile wako na nguvu na vile wanaweza kazi. Watashikana vipi na kila mtu anataka wangeweza jo. Kila mtu anataka ile kiti. Ile kiti bwana ni muhimu. Kila mtu anataka kuwe president. Sasa si waelewane tu, mmoja kuwe president mwingine kuwe vice. Sasa imefika ni debe tu tarehe 8 August. Hiyo tu uwekelee tiketi yako hapo, yani kura yako hapo. Yaani mmoja akiwa president mwingine atakuwa vice. No. Haiwezekani, hata kwa nchi zingine haiwezekana. Na vile nilikuwa nimewapenda wazee. Umewapenda ndio, kama wapenda watu wawili ni sawa, lakini mmoja tu kati ya roho yako itaamua ni mmoja ndiye atakuwa. So nikienda kuwapigia sitapigia wote wawili. Ukipigia wote umeharibu, inaitwa kuharibu kura. Utakuwa umechoma. Hiyo imeenda spoil vote. Yaani imeharibika ile kura yako. Kwa sababu umesema sitaki huyu, nataka huyu, ama nataka wote wawili, umeharibu kura. Prosper. Nani sasa ndaamua nani hivi? Tengeneza decision, make your own decision ya kusema kwamba nimeamua ni huyu, ni Azimio ama nimeamua huyu. Unaamua chama moja na roho yako inaridhika. Hata kama unawapenda, wapenda tu, lakini roho yako iridhike tu, ni mmoja umepata. Mmoja ni UDA, mwingine ni Azimio. Azimio. Ndio. So chama moja ndio inafaa kuwa serikali. Mmoja ya serikali ni Azimio saa hizi. Ni serikali ndio iko na yule Uhuru. Hii nyingine UDA ni iko na naibu wake rais. Lakini yeye ameenda sasa ni kwa ile inaitwa ni kama nini ile political party. Sasa iko UDA. Sasa iko kwenye serikali yako ukani. Kwa hivyo unafaa kuamua. Ndaenda nifikirie. Unajua mimi sikufuatilia kwanza wakianza kampeni zao. Mimi nikisikia mtu alisema atafanyia watu vizuri, hiyo ndio nitachagua na mimi. Okay, unafaa kufuata mtu ako na manifesto. Yaani unasikiza huyu kweli ako na vibe. Wala vijana
vijana wasikizi wasema akona vibe yake imenishika. Sasa ile manifesto ilikuwa tunatengeneza barabara, sijui stima na waekea huko ndani last mile, sijui kufanyia nini mabohol, mavizima vya maji, mwache kupata shida, takataka na okota kwenye hii town na kuweka mahali mzuri kwa dump site ambayo ni mzuri, sio kama ile zinawekwa kwenye town ambazo zinachafua mazingira. So vitu kama hizo. Lakini wote nilisikia waliwahi kwa tu kwa uongozini wa si tutajua tu kuna kazi maybe waliwahi kufanyia. Kama washaifanya. Nilisikia wote waliwahi kwa manaibu. Kila mtu anataka kitu inaitwa track record. Utuambie ulifanya nini ulipokuwa rais ama ulikuwa naibu. Na pia kama ulikuwa governor utuambie ulifanya nini kwa hiyo county. Mabao ya maji nini. Hizo vitu zote zinaitwa development gani ulifanyia wananchi. Hiyo ndio wananchi wanataka kusikia development. Yaani ujenzi gani ulifanya, maendeleo gani ulifanya kwenye mtu wa kawaida, huyu mwananchi huyo wa kawaida amefaidika. Mimi ule mama wa kwenda kuchota maji Jessica ameenda kilomita ngapi huko Masaini, tunaelewa mambo ya shida ya maji, ameenda kilomita ngapi kupata maji, mifugo yake imeenda kufanya kwa sababu wakati wa kiangazi inawaambia kuzingira mashamba ili nyasi imee uweze kukata ile hay. Naona jinsi watu wakitaka kufunza jinsi ya kulima. Naona alafu niulize swali lingine. Na hao watu wanasema tu watu wa Nairobi ndio wanachaguanga. Sisi tukichagua tu zetu zitafika huko. Kila eneo bunge kama Kajiado, Nakuru, Mombasa, hizo kura zote zitakusanywa zote zitahesabiwa kwa ile polling station. Alafu zitakusanywa zote ziwekwe electronic. Nairobi mahali kutakuwa na tallying center. Tallying center mahali ya kuhesabu kuleta kura. Alafu sasa ndio wataamua ya Kajiado ni wamesema huyo. Hivi president wapatia 200. Hivyo lazima itahesabiwa mpaka ifike mamilioni. Alafu atashinda atakuwa declared the winner ama atakuwa ametangazwa kuwa amewinner. Ameshinda hiyo siku. Na ameshinda na chama gani? Ameshinda na chama gani? Kama zile farasi. Sasa hata mimi naenda kuwafuatilia vizuri. Naenda nauliza watu, hata mimi naenda kwa TV kila siku nilikuwa naangalia wanasema watatufanyia nini? Ndio. Wakisema anasema tufanyia vizuri. Sera zake ndio na mimi ndo nachagua. Ndio, chagua mtu ambaye kwa nafikiri wote wako pamoja? Hapana. Mmoja atakuwa president, mwingine vice president. Haijawezekana hivyo. Kama kwa chama kingine, kama chama ni moja mnasikizana, huyu anakuwa vice president, huyu anakuwa president. Lakini kama mko chama tofauti, haijawezekana. Mmoja amesema ni Azimio, mwingine UDA. Okay. Ndio. Hata mimi naenda kuwasoma vizuri nisikie ni nani na mimi nitachagua. Sawa. Lakini umefanya vizuri. Umenichagua. Masomo ni mzuri sasa hivi. Mimi sikuwa najua, mimi najua tu unafanya kazi kwa hii compound yangu. Nikijua tu kwamba wewe unaelewa kwamba tunaenda uchaguzi na unajua president ni nani, unachagua na chama ni gani. Unajua sisi wa kazi ya mikono hapa tunafikiri makura ni za watu wa huko town tu. Hapana, kura mpaka hata wafanyikazi hiyo siku tunawapea ruhusa. Tarehe 8 mwezi wa kila mtu yeyote ako na ID. Ako na ID kama mkono uko na kitambulisho. Utaenda upange laini na utaamka mapema. Kwa sababu laini foleni itakuwa ndefu. Okay. Kwa hivyo kila mtu anatakiwa apige kura kama kuna ID over 18 and above. Na ni Mkenya. Na kuna hiyo. Na wale wa Kenya ambao wako diaspora pia wao watapiga. Watapiga pia. Wale ambao waliregister huko diaspora watapiga pia kura wakiwa ng'ambo tu. Wakiwa ng'ambo tu. Watapiga. Inaitwa kura ya diaspora. Diaspora. Yeah. Diaspora vote. Itahesabiwa pia hiyo. Okay. Wale wa Kenya ambao wanafanya kazi kule lakini ni hapo na ile inaitwa dual citizenship. Hapo ni Mkenya na bado anaishi huko kule Amerika ama UK ama nchi hizo zingine. Ndio. Umenichanua. Kura ni muhimu. Umenichanua sana. Hata niende kusoma saa hii hata. Okay. Hata siku hizi ndakuwa nachukua gazeti na mimi. Saa nyingine nakupatia gazeti hata unaelewa nini inaendelea. Nasoma na mimi kitu inaendelea. Usipotee ndugu yangu. Lakini gazeti naweza soma, Kizungu nilisoma. Shule ulienda? Hapo unaelewa hivi. Unajua naweza soma. Vile tu mambo ya siasa nilikuwa naachana nasema ni ya wanasiasa, lakini hiyo ni muhimu. Hii time imefika ni yetu sisi na sisi wananchi. Hii kitu inaitwa elimu. Ni kitu muhimu sana. Muhimu kabisa. Sasa naona nimekunufaisha sasa hivi. Saa hii na mimi nimejisikia ni mtu. Asante sana. Haya, tuonane. Nimeshukuru. Haya, enda nyumbani vizuri na kesho uamke kazi. Asante. Haya. Asante.